Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimianeni tu. Wow. Kumbe mko wengi jinsi hii. Ni furaha tele kupata fursa hii ya kuwa pamoja nanyi, just to praise our Lord and our Savior. Mhubiri, takuita kijana yangu. Sitamnyang'anya senior pastor. He's a bishop and he told us he's just a pastor. So thank you Kushuda Wajabu. Asante kwa mahubiri ya leo. In fact, you refer to the book of is it First Chronicles 10. If the people are called by my name, verse 10, shall humble themselves and pray and repent, and we have all repented. I think we are walking out of here a new people. It's like the Gen Z's, and I know one of them there. I think it's good you sit for a while. Thank you, Paloma. Just for a while, if you don't mind. Pastor, if you don't mind. You don't need to go yourself. I'll stand next to you so I feel more comfortable. I feel protected. Pefa, we thank God for you and for your mission. We have been given a very powerful message. Although the translator was struggling with it, compromise. A compromised church, a compromised people, a compromised nation. Today, if you allow me, it's exactly 2 months, miezi miwili tangu vijana wauawe kwa wingi sana, haswa hapa Githurai, and we thank God that He has made it possible for us to come. As we walk out of here, let us pray for our country. Let us remember those young men and women who were killed on the 25th of June when they breached Parliament. It is not the same country we are in since the 25th of June. It isn't. That's why, Pastor, you yourself say, mambo ni magumu. Ni magumu sana. Kwa hivyo ugumu huo tunaukabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. And He is going to give us a way. He will make a way where there is no way. When the saints go marching on, oh Lord, I want to be there. When the saints go marching on, not the way we were marching in Yeri, marching on behind me the trombone. And man, God has been faithful to you. Keep it that way. Don't you ever be compromised. If we get 20 Wesongas in this country, it's going to be different. And of course, under very serious tutelage here, allow me then, because you are going to stop kuongea hapa nje kidogo, lakini leo nitaonyesha tu viongozi ambao wamekuja, wengine nitawaambia tu wasimame, ni wengi. Tumechanga pakubwa leo katika wale ambao wamefika hapa Bishop. Tuko na kwa mfano waheshimiwa, but I think former governor Waititu, wewe simama tu onekane hapo. Tuko my brother Jeremiah Kioni, tuko na brother Eugene Wamalwa, tuko na senator, assistant senator wa Machakos. She's herself a servant of the living God. She's a serious prophetess. Mheshimiwa Senator Kavindu. We have also a young man there, Senator from Makueni, Senator Mahanzo. And we also have Mheshimiwa Kimilo kutoka Makueni.
tuko pia na immediate former MP wa Mheshimiwa Mawadha yako pale kutoka Embakasi. Tuko hapa na Mheshimiwa Jude Njomo kutoka sana hapo wa Kiambu. Tuna Senator mwita Senator Mara, chairman wa that level of the leaders, and we have executive director of Chama Cha. I don't even know about here. And we have, I think, Wakili Ndegwa Jiru vijana kuwatetea justice before God and men. Wanja there representing persons with disability. Very active. Tuko na MCAs, tafadhali simameni, wengine wametoka Machakos, wengine Kituna. Pastor. Tuwapigie makofi MCAs. I was given a list here. I think I tried to mention their name, but I think because you're giving us out there, utaongea pale nje. So kwa sasa, Bishop, we thank you. We can't take this for granted. You have ministered to us, and you know you are saying, when we're in the other room, when you bless so many people out in the US, and some came to know Christ, then they will ask you, how can we bless you? Well, I'm not going to ask you that question. We have to know to bless this man of God and that wonderful son of his, by extension my son, Wesonga, and your beautiful JC wife. Kenya is never the same. It's not going to be the same again because of Generation Z. Generation Z. Bwana Yesu asifiwe. Jambo limefanya hiyo wimbo tumeimba kuona vile wako hapa watu ambao sikutarajia. Namaliza na hii tuseme the place kutoka, si ndio? I long to see you, brethren, in a beautiful garden, when the saints rejoice all over, marching home in their white robes. Oh, when the saints go marching home, oh, when the saints go marching home, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching home. Men of God and women of God, 10 years ago, tulifanya survey ibada zetu zote mbili, kila mshirika andike jina na kabila yake. Tulikuta tuna kabila 32 za Kenya kanisani. Hata hii Githurai ukitembea vizuri watu wanaona kama Githurai, lakini hii ni Kenya. Na hata si Kenya pekee. Karibu hata niseme East Africa maana hata huko mbele utakuta wale wamekomboa sana ni wa Kongo, wa Rwanda, Burundi, Rwanda, South Sudan, umejaa huku kwetu kabisa. So Mungu awatumie kama viongozi ikiwe sana. Kama vile tulisema hata nyinyi Gen Z wanapoenda, mimi naambianga washirika wangu vile Gen Z wamefanya hivyo, na sisi washirika kama tungeenda maandamano ya maombi kuja kanisani tupishe milango ya mbinguni, nchi ya Kenya itabadilika. Bwana atajibu. Sasa nyinyi men of God, more than just telling what to do, the prayer is very important. Na tena kuna andiko linasema haya mambo mengine hayafanyiki tu katika maombi, bali kwa kufunga na kuomba. Hata kitu nikisimama kunaangalia vile nimesimama, mkichukua kwa siku 3 to pray and fast, anaanza kuuliza